Kimbweta, 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 Kimbweta. Haya bana, sasa mimi nilikuwa nimeandaa stall ambayo ilinipeleka mimi huko. Sasa according to the topic ilikuwa nasema bado tuko njiani ya. So mimi wakati bado niko njiani, still bado niko njiani. Back in the days ilikuwa ni 2022 kuja 2023 nilipata majanga ambayo yalinipelekea depression moja ya moto sana. Yani hicho ndo kipindi changu ambacho kama nilikuwa na opportunity ya kunywa pombe, hiyo ndo sehemu ambayo dopamine yangu ingekuwa inaridhika sana nikinywa pombe. And hicho ndo kipindi ambacho kama ningekuwa nataka kujiua, nafikiri hicho ndo kipindi ambacho ningejiua. Kwa sababu nilipitia situation ngumu ambavyo the only option ambayo ilikuwa imebakia ndo hivyo vitu, niingie kwenye pombe au nijiue na vitu vingine. So the good thing nilikuwa niko karibu na hostela and hatukuwa tuko close sana kama familia kama tulivyo sasa ambavyo tulikuwa tu tunajuana online hivyo status viewers. And the day nilipost status, I think unapopost status it express nini unachokuwa unapitia kwa muda huo. Ndio maana kuna watu wakiweka status, wengi mimi washikaji zangu wakiweka status, kuna status akiweka unajua kabisa huyu sasa hivi ameachika, huyu yupo kwenye magumu, huyu yupo kwenye kipindi kigumu. Kwa kuna status niliweka and akani DM akaniuliza vipi, cause like kwa sababu sikuwa na option ya kuweza cha kufanya kwa hicho kipindi, nikajikuta tu automatical na Mungu alibless, nikawa niko open kueleza nini ambacho nilikuwa napitia. By then kwenye hiyo situation ambayo nilikuwa nimepitia ilikuwa imenipelekea kukosa usingizi straight, sio unalala kidogo, straight kwa mwezi mzima. Yani sio ule mtu unapata nafasi unalala, mimi sikuwa nalala kabisa, straight, yani ile saa moja mpaka saa moja kesho yake, afu maisha safi. So ndo tukafanya session, akanisaidia nikatoka kwenye hilo wimbi. So hapo tunafanya flashback sasa, tunarudi. The story ilikuwa ni tulipata majanga chuo, nilifukuzwa chuo, tulikuwa tumehaki mfumo wa chuo. Kama mshasikia gari taarifa ya University of Iringa ya haki mfumo wa chuo bla bla bla, wanafunzi nini. Kwa baada ile seleka nikafukuzwa chuo. Baada ya kufukuzwa chuo, kwanza kabla ile process ya kufukuzwa chuo ilivyotokea, nikatafutwa, nikakamatwa, nikawekwa ndani. Nimetoka ndani nikakuta ghetto kwangu nilipokuwa nakaa watu wamehama, is that wameiba kila kitu ambacho kilikuwa pale ndani. So ikawa ni ya kwanza, alafu nilikaa kama siku 5 kama sio wiki kituoni. Na nakuja kutoka is like my girlfriend ambaye nilikuwa naye kwa hicho kipindi, nilikuwa nimemsave lonely love of my life. It's like alikuwa anasubiri option ya kuniacha, sijui yule mjinga. Kwa akawa ameniambia hujajibu message zangu, amenitafuta hajanipata kwenye hicho kipindi, so akawa break up na mimi. So na issue ya kufukuzwa chuo na issue ya break up na mtu ambaye nilikuwa nampenda nukta mwanzo mwisho yani. And then nakuta ghetto hamna kitu chochote, like I supposed to start zero. Nilikuwa na pieces 3 sijui wameiba kila kitu, nikabidi nianze upya. And by then sikuaga na ile tabia kufanya saving, like najua kwamba kuna emergency inaweza ikatokea kwamba nilikuwa na backup ya hela wala nini, so sikuwa nayo. So it's like ilikuwa ni my next payout. Bwana Makaba hapa atakuwa anaelewa vizuri, ambapo ilikuwa ni kama dola 200 hivi kama sio 250. Nikatoa ile hela ndo nikaenda kupanga chumba kingine, nikaanzisha maisha hivyo mdogo mdogo, lakini nikawa tayari nimekumbwa na hichi kitu ambacho siwezi kumuelezea mtu yoyote. Mtu ambaye alikuwa naweza nikamuelezea wakati tuko naye, wakati ananichekesha labda mpenzi, ndo hivyo tumeachana. Alafu mzazi analipa ada, umwambie umefukuzwa chuo, anaweza akakupiga akuue. Kwa majanga yakawa maafu. By then ilikuwa imebakia semester moja. Kama sio semester moja, kwa mbaki yani ni semester ya mwisho, afu ilikuwa bado mwezi
kuingia kwenye UE. Kwa ilikuwa ni bado kipindi kidogo sana nimalize chuo. Kwa kutokana na hiyo situation, sijui sasa hapo ndo nini kilitokea, wana saikolojia ndo watakuwa wanaelewa vizuri. Alafu pia nilikuwa na majanga mengine sasa, mengine huko. Kwa ikanipelekea zile stress, sijui ndo stress hizo, nikawa I was like mimi napenda programming na ni mtu wa IT short. Ila PC yenyewe nikaa yani unajua hata PC nikaa naiona ni sijui naionaje, yani nikaa inaweza ikanamaliza hata wiki sishiki PC. So the only option nilikuwa nayo nzuri ambayo nilikuwa naitumia kwa hicho kipindi, nilikuwa na scroll tu sana TikTok, Instagram, hizo ndio sehemu ambazo nilikuwa na scroll sana. Nime scroll sana nikitoka zangu hapo naenda zangu Habu kule kwa wanaume. Sasa the day was ilikuwa hivyo. So hiyo ndo the shortest story ambayo ilikuwa. Kwa hiyo nikawa kutokana na siku ya kwanza sikulala, siku ya pili, ya tatu, wiki, it was like nikaanza kutafuta options za mimi kuweza kulala. Nikapewa Piriton, niliambiwa sijui nimeze kimoja, nikameza kimoja akikufanya kazi, daktari akaniambia overdose, meza viwili, nikameza viwili ya kufanya havikufanya kazi. Nikaambiwa option iliyobaki ni kumeza vitatu. Nilimeza vitatu pia havikufanya kazi. Nikabadilishiwa, nikapewa sijui mavidonge gani makubwa, havikufanya kazi navyo. Nikaja nikabadilishiwa tena dozi. Nilitumia vidonge zaidi ya yani aina 6 tofauti. Mpaka kidonge cha mwisho ni vidonge ambavyo walisema hivyo vidonge haviuzwi. Vinatolewa kwa special order, ambacho kidonge kimoja kilikuwa ni 1500. Nikanunua vidonge sijui vilikuwa ni vya shilingi ngapi vile. Ila nilikuwa na vidonge kama 5 au 6. Nikampa meza kimoja, kisipofanya kazi meza viwili. Nikameza kimoja, hola and still sikuwa na uwezo wa kupata usingizi. Nikameza cha pili, viwili, the next day pia sikuweza kulala. Kwa hiyo situation ikawa imeishi hivyo. So by then kile kipindi nilikuwa na hamasisha watu masuala ya Isa sijui bla 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 bla. Akaja akacomment mshikaji mmoja hivi akasema, akacomment like akawa ananisifia the way ninavyosocial na watu, the way ninavyojaribu kuimpact watu wengi. Mimi sikuwa naona zile effort ambazo nazifanya kwamba zinaweza zikazi make anything labda. Maana tulikuwa tushafanya sijui ni event ya Youth Digital Meetup ya kwanza. Inafikiri kwa ndo ya kwanza. Kwa hiyo sikuwaga naona zile effort ambazo kwamba kuna mtu ana ile anatamani labda kuwa kama mimi au kuwa mimi, kwamba zinapo show up napooneka kufly. Sikumjibu vibaya, ila nilimwambia da mwanangu, ungejua nikikupa kicheko changu mimi wewe unalia. It doesn't matter the situation ambazo uko nazo wewe, ila mimi nikikupa kicheko changu wewe unalia. So wakati bado naendelea kuwa kwenye ile obstacle katikati, akaja akanitafutaga ex wangu. So that's fun thing. Akaja akanambia, yani from nowhere mtu anakupigia simu, hivi unajua kana mimba yako? It's like una mimba yangu kivipi sasa? Akakata simu. So the girl kwa alikuwa na mimba, ila alijifungua mtoto akajaga akafariki bahati mbaya. Kwa hiyo yule binti naye akawa anaendelea kuniongezea stress juu yake, kwa sababu alikuwa anaweza anakutafuta, akitoka hapo anazima simu. It's like alikuwa na drama nyingi sana. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. So ikawa imenipelekea kuwa kwenye situation kubwa sana ambayo ilipelekea mimi sasa kuingia kwenye hiyo sasa, ndio tusemeje, ndio changamoto, ndio depression, ndio masuala ya afya ya akili. So nikapata nafasi ya kuongea na Ostella. So tukaongea, tukafanya naye session. Nikamuelezea, akanielezea, akanipa tips za kufanya. So like the next day tulikutana makutano, tukafanya session pale, tukala na nyama, tukala na vitu vizuri. Nilivorudi hiyo day sikuwa nimelala, ila saa 9 nilipitwa na usingizi kidogo bahati mbaya. And then saa 12 nikawa nimeamka. So lakini ilikuwa ni a good step kwangu, kwa sababu mwezi mzima sikuwa nimelala, afu nimepata nafasi ya kulala kwa masaa kadhaa, yani kutoka saa 9 mpaka saa 1 asubuhi, sijui saa 12. So it was good step. Nikampa feedback kwamba okay, sasa naendelea vizuri na nimepata nafasi ya kulala. And then through hapo ndo tukaanza ku link up zaidi, nampigia na nielezea bla bla bla, fanya hivi, usikae sana ndani, nenda kacheze hata game bla bla bla, social na watu hivi na hivi. So maisha yakaanza kuwa rahisi kwa upande huo from hapo. And from there
ndo mwili wangu pia ukakubali kunenepa, kwa sababu nilikuwa wananiita kikaka cha IT kwa sababu nilikuwa ni mwembamba sana, yani nilikuwa ni kadogo. Sasa kutoka na ile situation like niliweza kuovercome, na nilijifunza kitu kimoja kwenye kuweza kutofautisha ile matatizo yako na wewe. Is like matatizo yako unayopitia sio ndo wakati wako ambao unatakiwa uwepo. Is like sijui niwekaje hiyo, mimi sio mtaalamu sana kwenye kuelezea. It's like your current situation sio ndo wewe ulivyo. Ni kama tu mtu akikwambia wewe mjinga, uweze kuseparate ile tofauti ya wewe na mjinga, uweze kuziweka tofauti hivyo vitu viwili, kwamba wewe mjinga, when you accept it kwamba wewe ndo mjinga, sasa hapo ndo reaction ya moyo na vitu vingine vinakubali kufanya kazi. Lakini ukiweza kuseparate kwamba umesema mimi ni mjinga, lakini mimi ni Rashid sio mjinga, mjinga itakuwa ni kitu kingine else, na hiyo ndo reaction kubwa kwenye watu pia ambavyo inakuwa kwenye kuweza kutenganisha hivi vitu ambavyo vinatokea. So baada ya hapo niliweza kuongea na Stella, and baada ya miezi kadhaa kupita, tukawa washikaji, tukawa familia, akawa dada, akawa mother house. And then the day ndo we come up with the idea kwamba kwa kuwa tulipata nafasi ya kuongea na Stella, tukapona, and we come up na idea ambayo inaitwa Talk Na, ambayo ni mental health platform kwa ajili ya watu kuweza kuongea, kwa sababu wako watu wengi wanapitia situation nyingi. Kuna vijana wanajichua, kuna vijana ndo kama hivyo. Kuna video moja niliwahi kusikia anasema ukipewa option ya kuanza kubeti au kuvuta bange ni bora uvute bange. I don't know alikuwa na maana gani, sikuweza kujua kiundani, lakini walikuwa wametoa hiyo option. Yani kama kubeti na madawa kulevya, bora uingie kwenye madawa kulevya, kwa sababu ukiingia soba usijue na madawa yale, sijui kuna dawa unapewa yanatoka, sijui I don't know, lakini kuliko kubeti ni hatari zaidi kuliko hicho kitu. I don't know alikuwa amekiwekaje, lakini ilikuwa ni hivi. Sasa tukaanzisha hiyo platform ya Ongea Na, and ngoja niweke link yake hapa ili nione kama, nafikiri kwenye group nilikuwa nimeiposti hiyo link ya Ongea Na. Ngoja ni copy tena niweke hapa kwenye message za hii, and then kama nikipata nafasi ya kuweza kupresent nitapresent pia. Kwa hiyo tukaanzisha hiyo project ya Ongea Na ambayo tunawakusanya au tunawaweka wana saikolojia pamoja, ambao actually tunategemea kwamba wataweza kutu save kwenye issue mbalimbali ambazo zinakuwa zinatokea kwenye harakati za kila siku. Bahati mbaya na simu sasa hapa, ningekuwa na PC ingekuwa ni nzuri zaidi. Okay, ni share hapo moja tu, sije nikashare na vitu vingine nikaachika mkaanza kunicancel upya. Nafikiri hapo inaonekana. So hii ndo platform ambayo tulikuwa tumetengeneza, Ongea Na mtaalamu upone. So the aim ilikuwa ni hivyo, baada ya kuweza kuni impact mimi, na mimi ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia, tukaona tu implement hicho kitu ili watu wengine pia waweze kuongea na kupona. So the platform ipo kwenye web based na app, kuna application yake pia, so ina Kiswahili na Kiingereza. So ukiingia kwenye kutafuta mtaalamu, utawakuta wataalamu wengi sana wanaohusiana na masuala ya afya ya akili. Actually hili neno silipendi, afya ya akili, kama baadhi wanasema. Ukisema afya ya akili is like a person ambaye ameshachanganyikiwa, amefanyaje. So tunaenda kutafuta option nzuri. Kwa kuna wana saikolojia wengi ambao actually mpaka sasa platform ina wana saikolojia zaidi ya 32 ambao wako kwa ajili ya kutaka samani kidogo. Naona kama una present afsioni. Wengine mnaona? Hapana, sidhani kama kuna chochote kinachoonekana kwa wote. Sijui lakini. Okay. So that's good. Ngoja nishare. Mimi naona. Nikishare screen yote mtaona na message zangu nilizoachika. Mimi naona bwana. Nataka mwanze kufanya counseling sasa hivi tena upya hapa. Hapo sasa hivi unaonekana kwa wote. Sawa, nimeshare zote hapo. So the platform ndio hiyo ambayo tunasema utakutana na wanasaikolojia, and the good thing upande wa mteja ni unaingia anonymously. Wewe unasajili account vyovyote vile, na unamtafuta mtu ambaye unahisi, kwa sababu ukija kufanya guidance
utawakuta wataalamu mbalimbali ambao wengine ni wataalamu wa masuala ya mapenzi kama Naomi Shija, yeye ni mtaalamu wa mahusiano, msongo wa mawazo, kazi na maisha. Kwa even if you are thinking to give up, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kinatutesa vijana wengi ni kukosa sehemu ya kusemea, kama tulivyosema. Yani mtu unapitia changamoto, umejaribu kuomba kazi umekosa, mpenzi amekuacha, una madeni, so it's like unaingia kwenye situation ambayo unakuwa hauko stable kiakili, kwa uwezo wa kufikiria, uwezo wa kuprocess mambo unashuka, unakuwa hauko sawa tena kutokana na hizo situations ambazo unakuwa umepitia labda. So kwa sababu quote moja inasema maisha hayawezi kuwa sawa baada ya experience yoyote. So baada ya experience yoyote ambayo unaipata kwenye maisha yako, maisha hayawezi kuwa the same tena. Yani even hata ukikoswa na gari tu, unaweza ukaingia kwenye changamoto la kuwa na msongo wa mawazo, au afya ya akili yako inaweza ikatetereka kidogo na ikaweza kukutengenezea bad memories. Kuna watu hawawezi kuvuka barabara wakiwa wenyewe kwa sababu waliwahi kukoswa na gari. And then hiyo ni experience, yani after the experience it hits, huwezi ukawa the same mpaka pale utaporudishwa sawa. Ni kama gari pia, gari inatembea muda mrefu, apart from services za oil, sijui kubadilisha zile plugs, sijui kubadilisha piston, gari huwa inafanywa aligning tena, inafanyia ile all wheel aligning, matairi yote yananyooshwa tena. Kwa hiyo I think maisha pia yanahitaji hivyo. Baada ya experiences zote unazopitia, unahitajika ukae na mtu ambaye amekuzidi baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukamwelezea, au mtu tu ambaye anaweza kukusikiliza wewe ukamwambia kile ambacho unapitia. Aidha demo wako anakusumbua, unajichua sana, ya sababu hiyo sasa hivi imekuwa ni janga, sio kwa wanawake, sio kwa wanaume, wote both genders wanajichua sana. Kuna mtu ana bad experience ya sex, alibakwaga huko utotoni and hawezi kumwelezea mtu yoyote, aliogopa kumwambia mama kwa sababu mama yule ni kaka yake, hawezi kuamini. Hiyo kitu imehit kwenye akili yako, huwezi kukutana na mpenzi wako, huwezi kufurahia maisha yako mengine. Au ndo hivyo, kuna mtu alifanya investment moja akazurumiwa au ikaenda long, so anakuwa na ile bad experience. Au kuna mtu alipanda tu gari akashuhudia ajali, baada ya hapo hawezi kusafiri tena kwa gari, amebakia kukaa kwenye kijiji chao tu pale pale, hawezi kuhama kwenye hicho kijiji kwa sababu hawezi kupanda gari. So those is bad experiences ambazo zinatokea. Sasa the platform ipo kwa ajili hiyo, ambao ukija hapa kwa mfano tumtafute mtu yoyote, kuna mtu anaelezea, kuna jamaa alikuwa ameweka anasema yeye, I think tumfungue huyu jamaa anaitwa Saidi sana ni nani sijui Sabin. Bio yake iko hapo, anasema yeye ni HIV AIDS consultants. Kwa hiyo ikitokea kwenye harakati ya kurukaruka umepata ukimwi, ukasema unaenda kujipima ghetto mwenyewe, umejipima ghetto mwenyewe, umejikuta uko positive, the option hapo akili inaweza ikahit, maana hiyo ni experience ambayo umepitia, huwezi ukawa sawa tena. Kwa yuko jamaa ambaye ni anaitwa Saidi Sabin, yeye anaweza akakusaidia, ana uzoefu wa miaka 7 kwenye kufanya HIV AIDS counseling, ni counseling. Ameanza toka mwaka 2019, alimaliza bachelor social sijui nini. Hizo ni maelezo yake mengine. And then options zake ni hizi, kwa lisali moja ni 40, call ya kawaida ni 50, kuchati ni 40 pia. So unaweza ukaingia ukapanga naye session, mkaweza kuzungumza, and this we trying to make it big as we can, ili iweze kuimpact watu wengi sana. So sasa tupo kwenye process za kutengeneza application ambao ni hii hapa kama inaonekana. The app hiyo hapo, and then tukiingia kwenye wataalam tutawakuta inafanya same function ambazo zipo kule kwenye web based, na huku ni hivyo, hazina utofauti. So mimi yangu ni hayo. Kama kuna mtu ana swali, ana kitu cha kuuliza, karibu sana na asanteni sana. Kimbweta